maana ni kweli Herode na Pontio Pilato pamoja na mataifa na watu wa Israeli walikusanyika katika mji huu juu ya mtumishi wako mtakatifu Yesu uliyemtia mafuta. Yesu uliyemtia mafuta. Huyu aliyetiliwa mafuta ni Yesu ambaye ametiliwa mafuta na Bwana. Kwa hiyo Yesu ni mpakaliwa mafuta na Bwana. Bwana ndiye aliyempaka yeye Yesu mafuta. Ukishapanda hapa juu inasema hivi: wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja na juu ya Bwana na juu ya Kristo wake. Kwa hiyo Kristo ni wa Bwana. Kristo ni wa Bwana. Kisha Bwana amempaka, amemtia mafuta yeye. Ndio pale amemwambia mkitabu cha Waebrania sura 1 mstari wake ni wa 8 na wa 9, inasema kwa hiyo Mungu wako amekutia mafuta. Na hata sura 10 mstari wa 38 kitabu cha Matendo ya Mitume inamzungumzia hivyo hivyo Yesu kupakwa mafuta na Mungu. Acha tukasome, inasema hivi Matendo ya Mitume sura 10 mstari wa 38, inasema hivi: habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho wake, kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazungumza huko na huko akitenda kazi njema. Tunaishia hapo. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta. Kwa hiyo kuna Mungu aliyemtia Yesu mafuta, na anakubali kabisa ya kwamba Biblia inakubali kabisa kwamba Yesu ametiliwa mafuta na Mungu akamwita jina Mungu. Kwa hiyo wale wanaosema kwamba Yesu ni mwana wa Mungu kuzaliwa na Mariamu wanakuwa wanakosea. Kabla ya ulimwengu kuweko, Yesu alikuwa yupo na amezaliwa na Mungu kulingana na maandiko. Hata Mungu mwenyewe amekubali katika kitabu cha Waebrania sura 5 na mstari wa 5. Mungu anakubali ya kwamba amemzaa Yesu. Anasema hivi: vivyo hivyo Kristo naye hakujitukuza nafsi yake kufanywa kuhani mkuu, lakini yeye aliyemwambia, ndiwe mwanangu, mimi leo nimekuzaa. Kwa hiyo Yesu hakuwahi kujitukuza nafsi yake. Yule aliyekuwa akimtukuza Yesu ilikuwa ni Mungu, ambaye hapa nasema mimi leo nimekuzaa. Ni huyo ambaye alikuwa amtukuza Mungu, alikuwa anamtukuza Yesu. Huyo aliyekuwa anamtukuza ni huyo aliyemwambia mimi leo nimekuzaa. Kwa hiyo Yesu hakuwahi hata siku moja kujitukuza nafsi yake. Na ukishataka kuamini ya kwamba yule ambaye alikuwa anamtukuza ni Mungu na ni huyo ambaye amesema hapa mimi leo nimekuzaa, sasa Yesu anasema hapa kitabu cha Yohana sura 17 na inasema hivi: na sasa Baba, unitukuze mimi pamoja nawe kwa utukufu ule niliokuwa nao pamoja nawe kabla ya ulimwengu kuwako. Kwanza kabla ulimwengu kuweko, Yesu anasema alikuwa na utukufu. Sasa anamwambia babake unitukuze. Na pale kwa Waebrania 5 mstari wa 5 anasema hakuwahi kujitukuza hata siku moja, hakuwahi kujitukuza. Lakini yule aliyemwambia mimi leo nimekuzaa ndiye ambaye alikuwa amtukuza yeye, ambaye hapa kwa Yohana 17 mstari wa 5 inasema ni Baba. Maana Baba ndiye alikuwa anamtukuza Yesu, kwa sababu Yesu anasema na sasa Baba unitukuze. Naelewa Kwa hiyo ni kweli kabisa, inatubidi tukubaliane na Yohana sura 1, Yohana wa kwanza sura 5 mstari wa kwanza, ya kwamba Yesu ni Kristo, amezaliwa na Mungu na amezaliwa kweli na Mungu, na maandiko imethibitisha hiyo. Kinyume ya hiyo, maelezo mengine yakija tofauti, kama vile wengine wanavyosema kuna Mungu Baba ndiyo huyo mwana na mwana ndiyo Mungu.
iko na shida, ni shida, maana Biblia imewatofautisha. Kila mtu ana nafsi yake, kama vile kitabu kinavyosema Yohana sura 5 na mstari wa 26 inasema hivi, maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Kwa hiyo kila mtu ana nafsi yake tofauti na mwenzake. Kwa hiyo ni wawili ambao wana umoja tu, kama vile gisi Biblia inavyosema wana umoja, ni wawili. Na ili udhibitishe kama ni wawili, ni lazima kusoma maandiko vizuri. Mfano kitabu cha Zekaria sura 6 mstari wa 13 inasema hivi, naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atauchukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Wote watakuwa kwenye kiti cha enzi na watakuwa na shauri ya amani. Yesu ni kuhani wa Mungu, atakuwa naye akikaa kwenye kiti chake cha enzi. Biblia inasema na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Kwa hiyo ni wawili ambao kulingana na maandiko kama vile kisi Biblia inavyosema katika kitabu cha Yohana sura 17 mstari wa 22 ni kwamba wana umoja. Inasema hivi, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Kwa hiyo Mungu na Yesu wana umoja na wana tofauti, na Mungu kulingana na maandiko amemzaa Yesu. Kwa hiyo ni wawili ambao Biblia imewatofautisha. Hata ukisoma katika kitabu cha Daniel sura 7 kuanzia mstari wa 9, hata tugusie kidogo. Inasema hivi, nikatazama hata viti vya enzi vikawekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Mavazi yake yalikuwa meupe kama seluji, na nywele za kichwa chake kama sufu safi. Kiti chake cha enzi kilikuwa miali ya moto, na gurumo zake moto uwakao. Kwa hiyo hapa ni viti vya enzi vimeweka. Nasema nikatazama hata viti vya enzi vimewekwa, lakini mmoja amekaa. Kwa hiyo kuna kiti kingine kimoja ambacho hakikaliwi. Kumewekwa viti viwili vya enzi. Danieli anasema nimeona viti vya enzi vimewekwa, na mmoja aliye mzee wa siku ameketi. Sawa Sasa kile kingine kiti cha enzi kilichobaki inasema hivi hapa 13, nikaona katika jozi za usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu akaja pamoja na mawingu ya mbinguni, akamkaribia huyo mzee wa siku, wakamleta karibu naye. Kwa hiyo kuna mzee wa siku ambaye ni Mungu alikuwa kiketi, na mwingine aliyo mfano wa mwanadamu akamkaribia huyo mzee wa siku ambaye ndiyo Yesu. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi sura 2 na mstari wa 8 inasema kwamba Yesu ni mfano wa mwanadamu, Sasa hapa hivi inasema nikaona katika jozi za usiku, na tazama mmoja aliye mfano wa mwanadamu. Sasa huyu aliye mfano wa mwanadamu ni Yesu, anamkaribia huyo mzee wa siku. Unaona Kwa hiyo kuna utofauti tosha kabisa ya Yesu na Mungu, wanatofautishiana, na kila mtu ana nafsi yake, na Mungu amempa Yesu uzima nafsini mwake. Kwa hiyo kuna nafsi ya Mungu na kuna nafsi ya Yesu Kristo, ni wawili ambao wana umoja. Ndugu zangu, basi Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, neema na amani zitokazo kwa Mungu Baba na kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja na roho yenu, ndugu zangu. Amen.